vipindi viwili ambavyo mara nyingi sana ni lazima kila mtu awe makini anapopitia katika vipindi hivyo au anapofika katika vipindi hivyo, maana kila mmoja lazima apitie vipindi hivyo. Ni kipindi ambacho upo katika kilele cha mafanikio yako. Huenda umesoma na umefaulu vizuri, huenda umefanya biashara na biashara imefika wakati na kuingizia faida, huenda ulitafuta kazi lakini umeshapata kazi, huenda pengine labda uliplani kujenga umeshapata kujenga. Tunasema upo katika kilele cha mafanikio yako. Alafu kuna kipindi kingine ambacho ni kipindi ambacho upo katika changamoto, upo katika kipindi cha shida, unahitaji msaada, unahitaji kusaidiwa kwa namna yoyote. Huenda upo kwenye changamoto ya kiafya, huenda upo katika changamoto ya kifedha, huenda unaandamwa labda na madeni, huenda nini, unajua anything ambacho kinakupa disturbance, kila kitu ambacho tunakitem kama shida. Vipindi hivi viwili ni vipindi ambavyo tunahitaji busara ya hali ya juu. Tukianza na kipindi cha shida, ni kipindi ambacho mara nyingi sana shetani hutumia kipindi cha shida kupitisha majaribu yake. Kuna wakati ambao mtu hajawahi kufanya vitu vya ovyo, lakini kwa sababu ya shida unamkuta anafanya vitu vya ovyo. Imagine watu wanaanza kujihusisha na kuiba, utaanza kujihusisha na zina, utaanza kujihusisha na mambo kemkem ambayo kwa namna moja au nyingine unafanya tu kwa sababu una shida, alafu matokeo yake yanakuja kuwa mabaya zaidi. Shida ina tabia ya kuita shida nyingine usipokuwa makini katika kutatua ile shida. Kuna namna ambavyo unaweza kustrive kutatua shida, kumbe ndio unatengeneza tatizo jingine kubwa zaidi ambalo linaweza likakuangamiza zaidi ya hilo ambalo ulikuwa unatafuta namna ya kulitibia. Kwa nini tunasema hayo? Kuna mtu ambaye ana changamoto, mfano tuashumu tu mabinti zetu hawa, ndugu zetu. Mtu anakuwa yuko katika changamoto, hana hela, hana maisha, hana kazi ya msingi. Inatokea interview, anaitwa kwenye interview, anaambiwa toa rushwa ya ngono ili upate kazi. Mwisho wa siku anajirahisisha, anatoa rushwa hiyo, anatembea na bosi, anaachiwa HIV. Unaishi na HIV for a long time. For the rest of your life utakuwa unaishi na ugonjwa huo, bahati mbaya unatiba. Can you imagine? Shida imekupelekea kwenda unaangalia namna ya kutatua, kumbe unatatua katika namna ambavyo sio. Unajihusisha katika zina, ukahaba, unapata mtoto, unatelekezwa, maisha yanazidi kuwa magumu zaidi ambacho ulikuwa unakifikiria ni namna njema ya kutatua. Wakati mwingine kijana anaanza kujihusisha na mambo ya kuiba. Ndiyo unatatua shida, lakini unatumia njia gani katika kutatua shida yako? Kesho kishukuta anakamatwa, anamwagiwa petroli, anachomwa moto. Wengine wamefanywa vilema, tupo nao. Kwa sababu ya shida, walitumia njia ambazo sio sahihi kutatua shida zao. Kwa nini? Ili upate kazi lazima utoe rushwa ngono? Hapana. Ili uweze kujinusuru katika wimbi la ukosefu labda wa kipato lazima uibe? Hapana. Lakini kwa sababu tumetumia njia ambazo sio sahihi, hatukuwa na hekima ya kutafuta njia nyingine ambayo ni njia sahihi. Mwisho wa siku tunaingia katika migogoro ambayo inakuja kutukosti baadaye. Hebu tuvute picha kwenye maandiko. Kuna mtu ambaye alikuwa anaitwa Esau na Yakobo. Walikuwa ni ndugu hawa. Mtu na kaka yake walikuwa ni watoto wa Isaka. Inafika wakati Esau anarudi nyumbani akiwa na njaa, shida sasa. Akifika anamwambia bwana mdogo wangu, anamkuta mdogo wake ametengeneza chakula cha dengu, anamwambia mdogo wangu Yakobo, nina shida vibaya mno. Hebu nigaie msosi kidogo nipate kula, alafu tuendelee na mambo mengine. Mdogo wake anamchezea game, anamwambia bwana nitakupa chakula, lakini utanipa nini? Akamwambia unataka nini? Akamwambia nataka heshima uzaliwa wa kwanza. Jamaa akapiga hesabu akaona mimi nimekuwa na uzaliwa wa kwanza muda mrefu, umenisaidia nini? Haunipi hela, haunipi nini? Ngoja nimpe. Simple. Akachukulia ni simple. Impact yake inayokuja kutokea ni wapi? Isaka anazeeka, anakuja anamwambia Esau, mwanangu, kwa kuwa wewe ni mzaliwa wa kwanza, njoo nikubarikie.
kwa sababu baraka zile zilikuwa specific kwa ajili ya mzaliwa wa kwanza. Namwambia njoo nikubarikie. Anafika, anamwambia kanitafutie chakula kizuri ili niweze kula, alafu mwisho wa siku uje nikubariki. Mama anasikia, anamtafuta Yakobo, anamwambia kuna hiki na hiki na hiki. Yakobo anaingia porini, anakamata mnyama, anachinja, anatengeneza chakula kizuri, anampa baba yake Isaka. Baba yake Isaka anamgusa Yakobo. Kumbuka kipindi hicho Esau yeye alikuwa, Yakobo ameshakuwa kipofu kwa sababu ya uzee. Kitu ambacho alikuwa anatumia kuwatofautisha Esau na Yakobo ilikuwa ni ngozi. Esau alikuwa na ngozi yenye manyoya sana, lakini Yakobo alikuwa ngozi yake ni smooth. Kwa hiyo kachinjwa yule mnyama wa porini, Yakobo kavalishwa ngozi mkononi, basi baba kala kashiba, kamshikashika, akifikiri kwamba anamshika Esau, kumbe ni Yakobo. Kamwambia nimekubariki, kampa baraka zote. Esau anarudi. Aliporudi, anamtengenezea baba yake chakula, anamletea, anamwambia mwanangu samani, mbona baraka nishazitoa? Nimeshazitoa zote, sijabakiwa na kitu chochote. Imagine zile baraka leo anakuja kuzipata kwa ila huyu Yakobo, ni kwa sababu tayari heshima ya uzaliwa wa kwanza katika ulimwengu wa roho tayari ilikuwa imeshahama kwa Esau ile siku tu ambayo alimpa chakula na wakakubaliana. Kauza heshima ya uzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula cha dengu. Chakula cha dengu kinaenda kumkosti kupata baraka zake. Imagine, hakuwa na hekima na hakutumia njia sahihi katika kutatua changamoto aliyokuwa nayo.